Okay, ni siku nyingine tena kwenye channel yetu ya Babzola tukiwa na mwendelezo wa topic yetu ile inayohusiana na maisha baada ya mpira. Video yetu ya kwanza ilikuwa ni introduction, video yetu ya pili tukazungumzia swala la umri. Video yetu ya tatu leo na video yetu ya mwisho tutazungumzia swala la kuumia, injury. Na hizi sio injury za uwanjani, hizi ni injury ambazo zinapelekea moja kwa moja mchezaji kuacha mpira. Kwa hiyo muwe tayari kwa ajili ya somo hili la leo, na nitazungumzia vitu vingi sana na nitawataja baadhi ya wachezaji kwa ajili ya kupata somo. Asante sana, kama kawaida msisahau kusubscribe, like, share na comment. Karibuni. Okay, kabla kuendelea na mada yetu ya leo, ningependa kukumbushia umuhimu wa elimu pindi ambapo mchezaji anaumia na hawezi tena kuendelea kucheza mpira. Nitataja baadhi ya wachezaji kwa ajili ya mifano ili vijana wetu, watoto wetu waweze kupata elimu kuhusiana na swala la endapo mchezaji anaumia alafu hana elimu, vipi anaweza kuendeleza maisha yake. Lakini muhimu sana hapo ni kuhusiana na kwamba unatakiwa ujipange kipindi hichi kabla hujatokewa na scenario hii ya kuumia. Kwa hiyo please, ningeomba sana wazazi, makocha wenzangu na walimu tuwe very care kuhusiana na kuelimisha watoto wetu, wawe na elimu yao pindi ambapo wanatokezewa na scenario yoyote ya kuumia, basi elimu iweze kumsaidia kwenye maisha yake. Hapa namzungumzia Shaka Hislop, ni mchezaji wa Newcastle, amecheza mwaka 92 mpaka 2007, alikuwa ni goalkeeper. Huyu alipatwa na jeraha la bega pamoja na magoti, kwa hiyo hakuweza tena kuendelea kucheza mpira. Lakini out ya mpira alikuwa ni amesomea mechanical engineering, na sasa hivi anajishughulisha na masuala ya uandishi pamoja, ni mchambuzi wa ESPN. Huyo ni Shaka Hislop, mchezaji wa Newcastle. Okay, hapa mchezaji wetu wa pili tunamzungumzia ni Clark Kersey. Huyu ni mchezaji wa Burnley, amecheza 2097 mpaka 2013. Huyu alipatwa na jeraha la kichwa. Baada ya hapo madaktari wakamwambia asiendelee tena kucheza mpira. Kwa hiyo alikuwa na masuala ya nje tofauti na mpira na elimu yake ya degree of philosophy, na sasa hivi ni mshauri wa masuala ya afya ya akili. Kwa hiyo kama mnavyoona ni watu ambao wametoka kwenye mitihani lakini wakaingia kwenye swala la elimu na sasa wako vizuri kwenye maisha yao na wana vitu vyao wanavyoendeleza na maisha yao yanaendelea. Asante sana. Mchezaji wetu wa tatu ambaye tunamzungumzia hapa ni Nadim Onoa, ni mchezaji wa Man City, ni center back, amecheza almost miaka 16, 2004 mpaka 2020. Huyu bwana alipatwa na matatizo ya misuli, hamstring, kwa hiyo akabidi aachane kabisa na masuala ya mpira. Outside of mpira, huyu amesomea masuala ya media studies na sasa hivi anajishughulisha na masuala ya ESPN, ni mchambuzi yani. Okay, mchezaji wetu wa nne ambaye tunamzungumzia hapa leo ni Andre Arshavin, ni mchezaji wa Arsenal, amecheza mwaka 1999 mpaka 2018, amecheza almost miaka 19. Huyu alikuwa ni attacking midfielder, alipata matatizo ya magoti pamoja na vifundo, kwa hiyo akaachana tena na mpira. Ila huyu out of mpira amesomea masuala ya ubunifu pamoja na uchoraji, na sasa hivi anajishughulisha pia pamoja na ukocha amesomea, na sasa hivi pia ni kocha pia, lakini ni mbunifu wa design yani nguo, yani anatengeneza design za nguo, jezi nini. Kwa hiyo mnaweza kuona hapa wachezaji wangu kwamba watu vipi wanajiendeleza kwenye elimu wakati wako bado kwenye mpira, kwa sababu huyu alipoacha mpira tayari moja kwa moja aliingia kwenye masuala ya ukocha na pia akawa na masuala yake ya ubunifu. Okay, baada ya kuwataja hawa labda niseme tu kitu kimoja kwamba hawa wote niliowataja wanatupa somo moja kubwa sana, kwamba mpira ni kipaji, elimu ni msingi. So haiwezi kuwa tu rahisi bila kuwa na mkazo na mwendelezo mzuri, na hii inakuja kuwa msaada mkubwa sana kwa mlengwa. Mlengwa ni nani hapa namkusudia? Ni mchezaji mwenyewe. Kwa hiyo ningependa wazazi, makocha pamoja na wachezaji wenyewe kuwekeza msisitizo na nguvu nyingi sana kuhusiana na masuala ya elimu. Lazima mpira wako uendelee, lakini lazima pia elimu yako iendelee ili uje ufikie malengo yako. Hilo ndilo ambalo nataka kulizungumzia kwa leo. Asante. Mwisho yote, video za safari hii nimefanya ndani ya visiwa vya Zanzibar, maeneo ya Nungwi
pamoja na Kilimani Matoro. Niwashukuru sana wakazi wa maeneo haya kwa support yao na kila kitu. Asanteni sana. Twende tukaangalie video na tupate elimu. Ciao. Okay, kama kawaida Saif Jamal Suleiman El-Kindi au Coach Babzola, nikiwa na wasisitiza jamaa zangu, ndugu zangu, rafiki zangu, muendelee kusubscribe, likes, share na comment ili tuweze kuendeleza vitu vingi vizuri sana. Nyuma ya kamera yuko Abdurazak Kara, pembeni yupo Suhad. Asanteni sana. Masomo yanaendelea.